Is June realistic, really? Yeah, June is realistic. It's okay. Yes. Another 2 months they can finish. Yes. We redesigned the project because of the challenge of the slope, as you can see in the section here. And then also, yes, we stepped it by 1.6 meters to be able to, and also we changed the position of the ramp and staircase to be in the middle, so that everything can work viably here. Thank you so much. Yes, this is the visual. Thank you so much. Basi Mheshimiwa Rais sasa ataenda kwa ukaguzi wa soko, aone kwamba ujenzi unaendelea vizuri. Lakini msukume hii kazi. Anang'ang'ana nayo. Watu wajie. Sasa hii kazi tutamaliza lini? Mwezi wa 6. Mwezi wa 6. Tutamalizika. Tutamalizika. Na tunasema huku ukimaliza hii na wapangia ingine. Tunasema sikiliza watu. Mheshimiwa Rais nakupigia pole kwa matiti yenye matokeo. Mheshimiwa Rais. Usijali. Asante sana. Tumezoea. Vumilia. Wakijana tunamkana. Jikaushe. Basi hivi mng'ang'ane. Hii kazi usiniangushe. Fanya namna hiyo pamoja. Weka tuta mnione, weka tuta. Weka nione. Rais wetu Daktari William Samoei Ruto ambaye tayari kishawasili.
asifiwe, asifiwe. We soja, wachana na Waswahili wanasema hayawi hayawi. Ni leo ama si leo? Ni leo ama si leo? Mimi kwanza nasema asante sana kwa kutukaribisha hapa nyumbani. Na leo mimi nimefika hapa kuwasalimia. Si ndio? Nyinyi mmewahi kuniona hapa? Lakini leo nimeamua liwe liwalo, mimi naenda Magonga. Nisalimiane na watu wa Magonga. Na mimi sijakuja hapa bure. Sawa sawa? Mimi niliwauliza Wakenya nafasi ya kuongoza taifa letu la Kenya. Na nilisema hiyo nafasi itakuwa ni nafasi ya kusukuma mambo ya maendeleo mbele. Leo mimi nimefika hapa kwenu kwa sababu mulituuliza ya kwamba wakati wafanyabiashara wengine wanashughulikiwa, hata wafanyabiashara wetu wa hapa chini pia wapangwe vizuri, ndio biashara yao ifanyike mahali kuna usafi, mahali pazuri. Na leo mimi nimefika hapa kwa sababu hapa tunawajengea soko. Hii soko iko hapa Magonga hoye. Hii soko hii hapa tumewapatia milioni 55 ya kujenga hii soko yenu. Lakini Magonga, lakini vile nimeona hii tauni yenu ni kubwa sana. Hii soko itajaa mapema. Kwa hivyo nimeamurisha huyu PS wangu, hiyo soko badala ya kuwa gorofa moja aongeze gorofa ingine juu, ndio wafanyabiashara wengi zaidi waweze kufanya biashara hapa. Magonga hoye! Magonga hoye! Hii soko yenu na ikijaa, mimi nitawajengea soko ingine. Nyinyi mujaze watu hapo, mimi nitawapanga na soko ingine. Tunaelewana jameni? Jambo la pili, mimi nimefika hapa Borabu kwa sababu nyinyi mulituuliza wakati tunaunganisha stima Kenya, lazima tupange stima ya watu wa hapa Borabu. Ni kweli ama si kweli? Kwa miaka mitatu imepita tumeunganisha hapa Kisii County, na Mheshimiwa Simba Arati yuko hapa, gavana wetu. Hapa Kisii County tumeongeza watu ambao tumewawekea stima kwa miaka mitatu iliyopita. Watu 41,000 tumewaongezea stima, lakini bado tuko na watu wengi ambao hawajapata stima kwao. Ni kweli ama si kweli? Si bado kuna watu hapa hakuna stima manyumbani kwao? Sasa tumetoa pesa ya serikali bilioni 2 ingine ili tuunganishe wananchi 28,000 wapya hapa Kisii County kwa mambo ya stima, kila mtu apate stima kwake. Borabu hoye! Borabu hoye! Na ndio nimekuja kuwaeleza watu wa Borabu, mimi sitaki watu wa Borabu wawachwe nyuma. Wakati tunafunga safari ya kwenda mbele, hatutaki watu wa Borabu wapake nyuma. Ama mnasemaje watu wa Borabu? Tunaelewana? Hapa Borabu, mimi na huyu governor tumeweka ile inaitwa County Aggregation and Industrial Park. Milioni 500 tumeweka hapa, ndio tuhakikishe ile bidhaa zinapatikana hapa Kisii, kama ni ndizi, kama ni soapstone, kama ni hiyo ingine, hata mpaka mufike kahawa. Tunataka muwe na mahali ambayo inafanyiwa value addition. Pale tutakuwa na common user facilities. Tuhakikishe ya kwamba mali ya watu wa Kisii haiuzwi kiolela, pia inapangiwa vizuri, ndio watu wa Kisii wajumuike na Wakenya wengine kuzalisha uchumi, ndio tufukuze umaskini. Magonga hoye! Pia kuna mambo mulinieleza hapa, mambo ya barabara yenu. Kuna barabara ilikwama hapa. Tunaelewana?
Sasa sikizeni, mimi nimeenda nimewatafutia pesa, sawa? Sasa niko na pesa yenu milioni 300 ya kukamilisha barabara yenu na kujenga ile daraja ambazo zilikuwa zimekwama hapa. Na mimi nitatuma waziri wangu wa mambo ya barabara akuja ashughulike na hiyo maneno. Hiyo maneno ilichelewa kwa sababu sijui maneno gani ilitokea. Sijui mjumbe yenu aliniambia ya kwamba sijui tufanye namna gani. Mimi nawauliza, mnataka tuendelee na siasa ama tupange maendeleo kwanza? Nyinyi watu wa Mogonga, mnataka tuendelee na siasa ama tupange maendeleo kwanza? Si tupange maendeleo kwanza ama namna gani? Ndio mimi nawauliza watu wa hapa, muko na technical training college hapa inaitwa Nyamasabakwa ama inaitwa nini? Gesabakwa. Pale nimewapatia milioni 140 kujenga hostels ya vijana wenu hapo. Na sikizeni, mimi nilikuwa hapa Kenyenya headquarters yenu, si namna hiyo? Pale Kenyenya, mwambie watu wa Kenyenya mimi nitakuja hapa mwezi wa 6. Pale nimewapatia milioni 640 ya kujenga affordable housing na milioni 180 ya kujenga soko kubwa ya watu wa Kenyenya. Mnasema tuendelee ama tuendelee? Nipange mambo yenu ya maendeleo, malize barabara, nihakikisha kwamba tunajenga masoko, tuunganishe stima, tusomeshe watoto wenu. Sikizeni watu wa Mogonga, pale nyuma tulikuwa na matatizo makubwa sana kwa masomo ya watoto wetu, na ndio mimi niliwaeleza, mkinipatia nafasi ya kuongoza taifa letu la Kenya, nitahakikisha kwamba kila mtoto wa Kenya anapata nafasi ya kusoma. Leo tumeajiri, ndani ya miaka mitatu tumeajiri walimu wapya 1,100 kuhakikisha kila mtoto akienda shuleni anapata nafasi ya kusoma. Mogonga hoye! Mogonga hoye! Vile vile mimi nilikubaliana na nyinyi ya kwamba hatutaki mwananchi tena auze mali yake ama shamba yake ama mifugo yake ati aende lipe gharama ya hospitali. Sasa tumeweka mpango mpya wa SHA kuhakikisha kila mwananchi ambaye amejiandikisha ndani ya SHA anaweza kwenda hospitali, atibiwe na aende nyumbani bila ya kuulizwa pesa yoyote. That is what we want. Simba Arati yuko hapa. Wananchi 1,655 tayari wamejiandikisha ndani ya SHA. 600 sema hivi, hapa wananchi waliojiandikisha tayari kwa SHA ni wananchi 1,655, na tunataka tuhakikishe ya kwamba wananchi wote wanajiandikisha ndani ya SHA, ndio tupange mambo yao ya matibabu, tupange madaktari wa kutosha, tupange madawa ya kutosha, na tupange wauguzi wa kutosha na vifaa ya kutosha. Ndio tuhakikishe afya isiwe starehe ya matajiri na walio na kazi na walio na pesa. Afya iwe ni haki ya kila mwananchi. Watu wa Mogonga, mnanielewa? Sasa nyinyi, mimi nataka niwaulize, nyinyi mmejiandikisha kwa SHA ama mnaniangalia tu hivi? Mmejiandikisha pale kwa SHA? Wangapi wamejiandikisha kwa SHA nione? Ala, yani kumbe mko chonjo kiasi hiyo. Sikizeni my friends, hapa Kisii tumelipa tayari 5 billion shillings gharama ya hospitali ya wale walioenda hospitali, na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba hiyo program ni ya kuhakikisha mwananchi asifanye harambee, asinunue, asiende kuuza shamba yake ati analipa gharama ya hospitali. Tunataka gharama yote ya hospitali
ilipwe na bima ya afya ya serikali ya Kenya. Mugunga hoye! Borabu hoye! Munasema tuendelee na kazi jameni? Tuendelee na kazi? Munasema nijenge hii soko, niwatengenezee barabara, nimalize ile bridge iko hapo, tufanye affordable housing, tuunganishe stima. Wangapi wanasema tuendelee na kazi? Nione tuendelee na kazi. Tunaelewana? Mugonga, tunaelewana? Na ndio sababu hiyo mimi nimekuja hapa mapema leo, kwa sababu tunataka tuhakikishe hakuna sehemu ya Kenya inawachwa nyuma tena. Nyinyi mnajua nimetengeneza serikali ya broad based. Tumeunganisha chama ya ODM na chama ya UDA, na tukasema tunataka serikali ambayo inawaunganisha Wakenya wote. Hatutaki tena ile siasa ya zamani, siasa ya chuki na ubaguzi na ukabila. Tunataka tushughulikie maendeleo kwa Kenya mzima, sehemu zote kwa usawa. Kwa hivyo ndugu zangu, watu wa Mugunga, nimekuja hapa kuwauliza kwa heshima kubwa, kama Wakenya tutembee pamoja. Mnajua Waswahili wanasema umoja ni nini? Ati umoja ni nini? Si tukisimama pamoja tunapata nguvu? Ndio mimi nawauliza. Mimi nimekuwa hapa Kisii tangu Jumapili, nimekuwa Kisii jana, niko Kisii leo, mimi nitakuwa Kisii kesho, na yote ni kwa sababu ya maendeleo ya Kisii. Nimesema hii Kisii haitawachwa nyuma tena kwa mambo ya maendeleo. Kisii hoye! Borabu hoye! Mugunga hoye! Gizeni bwana. Nataka munisikize kwa makini. Watu wa Borabu, ninyi vijana, ngojea. Nataka munisikize kwa makini. Sawa sawa. Mimi nimesema nimekuwa hapa tangu juzi. Na nimekuwa hapa tangu juzi kwa sababu nimeamua ya kwamba Kenya hii tutaibadilisha kwa miradi na mipango ya maendeleo. Hatutaki siasa ya chuki, hatutaki siasa ya ubaguzi, hatutaki siasa ya ukabila. Tunataka tuunganishe taifa letu la Kenya. Tangu juzi mimi nilifika hapa Kisii Jumapili, na pale mnajua muko na football club ya hapa Kisii inaitwa nini? Ati inaitwa nini? Ile inaitwa Torebobi. Ati Shabana. Juzi hawa vijana wenu wa Shabana waliniambia niwanunulie basi ya kisasa. Juzi Jumapili nimewaletea basi ya shilingi milioni 27. Basi inakaa kama ndege. Nyinyi mnanielewa? Na vile vile nyinyi mnajua tunajenga stadium kubwa kule Nairobi inaitwa Talanta, si namna hiyo? Lakini nimesema vile vile watu wa Kisii wanatoshana pia na stadium yao. Nimekuja kuanzisha stadium mpya ya Kisii ya shilingi bilioni 1, na hiyo stadium mimi nataka ikamilike ndani ya miezi 6. Mimi nikuje nifungue, muendelee na maisha yenu hapa Kisii. Kisii hoye! Kisii hoye! Tuendelee ama tuendelee? Vile vile hapa Kisii tunajenga nyumba 13,000 mpya. Tumewapatia pesa shilingi bilioni 18 ya kujenga manyumba. Tumewapatia pesa 2.5 billion ya kujenga hizi masoko. Mnaona hii soko iko hapa? Tunajenga soko 22 kama hii Kisii. 22 markets. Hapa Nyamache tunajenga soko. Kule dunia hiyo yote tunajenga soko. Ni kwa sababu tumesema tunataka hata wewe mfanyi biashara ndogo ndogo usifanye biashara yako kwa mabanda ya miti kama hii. Tunataka kujengea soko mzuri, wewe biashara yako ikae na heshima kama biashara ya watu wengine. Wale wako kwa benki si wako kwa ndani ya nyumba.
Kwani huyu mama mboga amekosa nini? Anafanya kazi hapa mahali iko jua, vumbi, sijui matope na nini. Tumujengee soko vile vile. Ama mnasemaje? Nasema tuendelee namna hiyo. Tuendelee namna hiyo. Vile vile mimi nimefika hapa ndio mjue ya kwamba mimi nimeungana na hawa viongozi wenu. Nimekubaliana na Simba Arati tuunganishe uongozi wa county government na national government kwa manufaa ya wananchi wote wa Kisii na wananchi wa taifa letu la Kenya. Na wauliza ndugu zangu watu wa Kisii, mnakubali tufanye kazi pamoja? Mnasema niunganishe wabunge na gavana wetu na MCAs tufanye kazi pamoja kwa manufaa yenu ndio tupange maendeleo. Wangapi wanasema tufanye kazi pamoja? Jameni, tufanye kazi pamoja. Kwa hivyo nyinyi watu wa Mugunga mnasemaje? Ati watu wa Mugunga mnasemaje? Ati Borabu mnasemaje? Hebu nione tutam. Wapi tutam ya Simba Arati? Nione tutam ya Simba Arati. Wapi tutam ya William Ruto? Nione tutam ya William Ruto. Sasa niwaulize. Mimi nataka niwaulize nyinyi watu wa Mugunga. Sawa sawa? Sema najua kuna majamaa wengine huko wako na pepo chafu ya mambo ya ukabila. Wanatuambia shares, wanatuambia upuzi ya ukabila na chuki na mambo ya ubaguzi. Mimi nataka niwaulize wale ambao tunashindana na wao, kuna kazi yoyote wamefanya hapa Mugunga? Kuna kazi yoyote wamefanya hapa Borabu? Mimi nataka niwaulize watu wa Mugunga, si nyinyi ndio mnachagua viongozi ama nani anachagua? Si nyinyi ndio mnachagua MCA? Si mnachagua mbunge? Si mnachagua senator? Si mnachagua governor? Hata rais nyinyi ndio mnachagua. Mimi nawauliza, saa ile mnaenda kuchagua kiongozi, mnachagua mtu kwa sababu ya sura ama kazi? Kwa sababu ya fitina ama kazi? Kwa sababu ya ukabila ama kazi? Si kila mtu anachaguliwa kwa kazi. Kuna mtu anachaguliwa kwa matusi. Ndio mimi nawaambia wale wengine wanatembea huko wakizurura, wakuje Mugunga waonyeshe kazi yao. Ama namna gani? Tuko pamoja ama tuko pamoja? Tuko pamoja jameni? Tupangane. Kila kiongozi apimwe na kazi yake. Yule wa matusi atafutiwe ratili ya matusi. Ama namna gani? Mugunga hoye! Kwa hivyo wa Mugunga mnasemaje? Ati Mugunga mnasemaje? Ati Mugunga mnasemaje? Hebu nione tutam ya Mugunga. Wacha nichukue nafasi hii nimkaribishe gavana wetu Simba Paul Arati. Haya. Vijana fire. Vijana fire. Kina mama hai. Abantu wa mintombi ya mole. No toli Mugungaga. Tigangondore ng'abantu ba Mugunga no mwacha mwensi gaiga ndora soko boko iga. Mheshimiwa Rais karibu Mugunga. Hii Mugunga iko kwa boundary ya Bomachoge Borabu, Bomachoge Chache na pandeini ya Bobasi. Nitasema hiyo. Ninajua Your Excellency. Hawa watu wanasema haya vijana wale wanashangilia, tusikizane. Mheshimiwa anasema kwamba hapa Bomachoge na Bobasi kuna accident mbaya imefanyika ya wajumbe hao wawili. Mjumbe mmoja wa Bomachoge Borabu na mwingine wa pande hii. Hao wabunge wako ababunga abumbarororo ntobwata ababunga ababere. Your Excellency, Osolo takubali niongee na President. Niseme nisiseme? Nkuane wosti nkuana. Mheshimiwa Rais, ukienda Bomachoge Borabu
wewe huwezi kuwa malaika. Ujue kwamba bridge ya kwenda Magenje imeanguka. Bridge watu wetu, bridge ya kwenda Riokindo hakuna. Lazima mbunge angekuja apembeleze kule Nairobi akwambie Mheshimiwa Rais hakuna. Barabara ambazo zilijengwa, Mheshimiwa Rais, mpaka wewe mwenyewe tumekuambia ndio realize kwamba hatuna bridge. By the way, sababu moja ya kutofika kwa Industrial Park, hakuna barabara. Hii Bomachoge Borabu, ukiweka na Bomachoge chache ni kama mbingu na duniani. Kwa lami huyu Mheshimiwa Alpha amejenga hapa kilomita 75. Hata ameleta barabara ikapita kwangu nje. Na basi kutoka chini mpaka juu, Your Excellency, hakuna hata kilomita moja. Leo Mheshimiwa, tutakuuliza tu, barabara moja ya hapa Bobasi itaanzia hapa Mugonga, iende hapo juu, ingie Nyamaji. Hapa Bomachoge Borabu, hizo constituents ward 3 ziko na kalami kadogo. Kuna ward moja haijaiona lami kutoka dunia ishe ama iumbwe, inaitwa Boochi Borabu. Your Excellency, kama mimi gavana wa hapa nitakuuliza, tafadhali mwezi wa 6 utapokuja, Industrial Park ambao ulinipa 250 million iko karibu kuisha. Leo tungeifungua, lakini tumesema wacha tuhakisha tumeweka cabros, ukija uifungue hapo. Kuna lami inatoka kule Magena inaenda Magenje inaenda South Mugrango. Hiyo barabara kama inawezekana, hawa wabunge, Osoro yeye yuko kule chini, Osoro yeye kila kitu anapeleka kule South Mugrango. Osoro yuko jikoni. Sasa Bomachoge hoye! Bomachoge hoye! Motagete omurai bwense kake mwate banga ki simbo bero mukami. Mogane tinkame ngombeye. Nyekame kanere bwate amabere bono. Mheshimiwa, acha ni mimi siwezi sema kwamba nilikuwa nasema kuna ng'ombe ya grade ambayo iko na maziwa ya kutosha. Mimi sijawahi kwa katika serikali ambayo tuliingilia kwa dirisha kupitia kwa Mheshimiwa Raila Amolo Odinga baba. Sasa tuko ndani, tunasema wacha tukubalie ile maziwa ambayo tutapata kutoka kwako, tujengee watu wetu barabara, shule, maji, amna ni magani Mogane tiboigo. Kwa hivyo rais akitoka hapa leo atuambie yale ambayo yote mazuri anafanya. Mwisho niseme nitauliza kila mmoja wenu, tafadhali, mmeshika Ombiro, ngoja profesa ataongea. Naona profesa amejaribu. Nataka niulize kila mmoja wenu, tafadhali, uko nini? Uko kadi, si ndio? Ni wangapi? Mbalenga babu siewa hapa ni mama. Uyamseni mwanamke mmoja tu kisimzi. Mbalenga babu siewa hapa ni mama. Uyamseni mwanamke mmoja tu kisimzima amechaguliwa. Yuko pamoja na sisi na Mheshimiwa Ogugu. Kuna mheshimiwa wa Kimonge anaitwa nani? Amos Onderi. Yeye na Ogutu wanapishana katika mambo ya ubunge. Yule mwingine wa Boji yuko wapi? Ambia yeye akuje mikutano kama hii ndio tutambue yeye.
Mheshimiwa Rais, nataka nishukuru. Karibu Kisii, twende mbele. Asante. Aya, niko na mama. Mumesema tuko na MCA wetu mama wa kuchaguliwa peke yake Kisii. Wacha tuko na MCA wetu mama wa kuchaguliwa peke yake Kisii. Wacha atusalimie huyo mama shupavu sana. Asante kwa nafasi. William Ruto Simba wa na mimi Bomachoge wa Beatrice Kerubo Makua area MCA 1964 ndio tulipata president, the first president of the country hapa. Sasa leo tuko na president wa pili kukanyaga hapa ambaye ni Daktari William Samoei Daktari Ruto. Kama mama, naomba police station hapa. Tuko more than 5,000 people, hatuna station. Tuko na Magana police post, haina hata gari. Tupatie gari. Bomachoge William Wagwa Simba na mimi Wagwa. Aya, niko na Mheshimiwa Zadok Ogutu atusalimie. Halo. Bomachoge oye! BBC oye! Mheshimiwa Rais, mimi nakushukuru sana kwa sababu umekuwa rafiki mkubwa sana kwa watu wa Bomachoge. Asina police station, moja ni Magena, ingine ni Magenje. Kini kabisa pale Kenyenya ambapo ulinyeshewa tukiomba watu hawa kura, umerudi na ninakupigia asante sana kwa kukumbuka na kurudi hapa. Kwanza, wakina mama hawa ambao tumewasukuma kidogo soko ijengwe, fanya mpango rais, fanya jambo tu, watafutiwe kitu kidogo hivi wakue hii miezi 5 wakingoja soko kukamilika. Ingine ni Kenyenya. Siasi wacha kwanza. Ingine ni Kenyenya kubwa sana. Ingine ni Magena. Hizo soko tatu naomba uwape market. Hii umewapea hapa, wape Kenyenya, wape na abono igantoka ndero koros na de budget yende chipara. Etongo te ya babunge iga. Tafadhali. Mogambi oyo tako bairaika acha ko manyange para nere karibu machoge borabu etakire korosigwa. Muri ke binte binge. Chiskuru nchira chinyinge chitubwate mechando. Stima ga mubwate stima ga isaine ga ebinyoro ga bado mubwate stima. Kosema na mito gake. Epare chipare chicheto nchibwate street lights. Toi karansa to babogori ntogene na inu go chi state house. Osega state lot. Momo erese mechando aino. Karatiga mangana e chikura. Chikura ne chikare go sen 2027. Kara arosi se itoga. Kosema na mito gake. Kara arosi se itoga kwanza. Koya gavana ito moro kemo ka gavana ngoro kemo. Gavana onye kingo tigaraga na yo tigarega. Abanta bambu aruara. Eba aruara. Mo aruara. Mo aruara. Teba Ruto tu. Hiyo daraja 2 kesho 3 gani ingine Riokindo, Magenje na Kenyenya. Waziri wa mambo ya barabara atakuwa, nimemwambia akuwe hapa kesho ndio aone hiyo barabara yenu, aone hiyo daraja, ndio nikirudi hapa mwezi wa 6 nifike hapa kama hiyo kazi imeanza ya kushughulikia mambo yenu. Ya muhimu sio siasa ya matusi na makelele. Ya muhimu kwa hao wananchi ni ile kazi ambayo tutawafanyia. Ama namna gani? Si hapa jirani yenu kwa Alpha hapa, mimi nimefanya kazi na huyu mjumbe term 2.
Hapa kwake tumejenga barabara, kuongeza barabara nyingine ya Egetugi. Lakini ya hapa kwenu mbona imekwama miaka yote? Mtanisaidia tukue na mjumbe ambaye atafanya kazi na mimi? Mtanisaidia ndio nipange kazi yenu, ama mnasemaje? Wale wanasema tutapanga ili tuwe na kazi, mjumbe atatusaidia kazi. Nipangane na hao ambao wako hapa, ama mnasemaje? Huyu Zadok nipangane na yeye? Mimi nitampatia pesa huyu contractor wa hapa. Wapi huyo contractor? Wapi huyo contractor? Mnanielewa? Sema nasema tujenge police station, kazi yenu. Tubadilishe Borabu. Boraju iwaje Mwarole rais yoito. zangu watu wa Mogonga. Mnasema nirudi hapa tena. Nirudi hapa tena. Nikuje nifungue hii soko. Ikiwa imekuwa tayari mwezi wa 7 nirudi hapa. Nyinyi mtakuweko. Nitakuja hapa mwezi wa 7 kwa mapenzi ya Mungu, soko ikiwa kamilifu. Ni sana Nyasaye abaseseni. Mungu awabariki jameni. I love you, the great people of Mogonga. Thank you very much. Total capacity of 340 bed capacity, and we have a plot of, it's about 1.5 acres, and we have a river on the left side, so the riparian has taken quite a big part of the land, and it started on 22nd. It's private land, and let is acquired by the institution. Yeah, this public plot. Yeah, the project started on 22nd of March and is due for completion 22nd of March 2027 at a cost of 150 million. Yeah, these are the typical layout plans, and this is how the block will look like. Thank you, sir. Basi sasa Mheshimiwa Rais atafungua bamba kisha aweze kuwekelewa jiwe la msingi ili tujue ya kwamba hostels hapa sasa ni kujenga, students wapate mahali. Makofi na shangwe za Rais akifungua bamba kisha aende kwa kuwekelea kwa jiwe la msingi. Na students walikuwa na wimbo. Hebu nisikie wimbo sasa. Welcome. Hey, welcome. Mugeni wetu tunakupenda. Hey, kero na lengo mwana. Ngobenga kani wa baba. Kero na lengo mwana. Hobenga kani wa Hobenga kani wa baba. Kero na lengo mwana. Hobenga kani wa Timba sakoria mara baba ngakaniwa. Timba sakoria mara Timba sakoria mara baba ngakaniwa. Timba sakoria mara kero na rengo mara. Ngobenga kaniwa baba kero na rengo mara. Hobenga kaniwa Hobenga kaniwa baba kero na rengo mara. Mara baba ngakaniwa. Timba sakoria mara Timba sakoria mara baba ngakaniwa. Timba sakoria mara Hapo zamani wengi walijiuliza Kenya yetu itaendelea lini? Zamani jiuliza itaendelea lini? Hapo zamani wengi walijiuliza Kenya yetu itaendelea lini? Zamani jiuliza Kenya yetu itaendelea lini? Rais Ruto tutakupenda Kenya yetu iendelee mbele. Rais Ruto tutakupenda
Kenya yetu iendelee mbele. Rais Ruto, takupenda Kenya yetu iendelee mbele. Rais Ruto, asante sana, sisi wa Kenya kweli twakupenda. Rais Ruto, asante sana, maendeleo yako tunayapenda. Barabara nzuri, ujenzi wako, nyumba za kurenti, bodebo kweli twakupenda. Rais Ruto, wetu tunakupenda. Imba tena, twakupenda Kenya yetu iendelee mbele. Imba tena, twakupenda Kenya yetu iendelee mbele. Imba tena, twakupenda Kenya yetu iendelee mbele. Rais Ruto, wanafunzi wetu wanakupenda, wanakujali, wanakuenzi, tena wako kadi, wanasema uendelee masomo yao, kweli wanapenda help, kweli kweli wanataka ujenzi wao wa mahosteri. Tunasema Ruto asante, kweli twakupenda. Rais Ruto, kweli twakupenda Kenya yetu. Wanafunzi wetu wanasema shule yao uwape basi, walimu wao waongezee. Kweli twakupenda. Imba tena, twakupenda Kenya yetu iendelee mbele. Imba tena, twakupenda Kenya yetu iendelee mbele. Rais Ruto, twakupenda Kenya yetu iendelee mbele. Rais Ruto, oh, twakupenda Kenya yetu iendelee mbele. Rais Ruto, kweli twakupenda. SHA yetu yaendelea sawa, barabara nzuri, watoto wetu kweli wakasome. Rais Ruto, oh, Rais Ruto, kweli twakupenda. Rais Ruto, tucheze na pamoja, Wakenya wote kweli wakupenda. Rais Ruto, kweli yakupenda. Simba Arati naye akupenda. Silva Sosoro Nerwe akupenda. Walimu wote kweli wakupenda. Wageni wetu wanasema wendi kidole. Imba tena, takupenda Kenya yetu iendelee mbele. Erora. Ndugu zangu watu wa Nyamache, hamjambo. Ndamona mnakaa kama mfanyi homework.
pamoja na makubaliano na gavana wenu na wabunge wenu, shilingi bilioni 2 zaidi, tuunganishe watu 28,000 wapya kwa maneno ya stima. Kisii hoye! Kisii hoye! Mnajua tukiunganisha stima itasaidia wananchi wengi, si ndio? Mnasema tuunganishe stima, tuondoe giza, tuongeze mwangaza, ndio shetani ahame, ama namna gani? Si mnajua shetani anapenda mahali iko giza? Si mnajua shetani anapenda mahali iko giza? Kwa hivyo tuongeze stima, tuongeze stima. Hebu nione wala wanasema tuongeze stima. Tumeelewana jameni? Mimi vile vile nataka niwaeleze ya kwamba tuko na hapa, tumekuja vile vile kwa sababu ya program ya affordable housing. Niliwaeleza ya kwamba tutapanga mambo ya affordable housing, tujenge masoko, tujenge hostels na tujenge manyumba. Hapa Kisii tunajenga nyumba 13,000 mpya. Hapa Kisii tunajenga soko 22 mpya. Hapa Kisii tunajenga hostels ya watoto wetu. Watoto 6,500 watapata mahali ya kuishi hapa Kisii. Na ndio leo, sikizeni watu wa Nyamache, leo asubuhi nimekuja hapa kwa KMTC yenu. Hapa KMTC tunajenga manyumba ya watoto wenu, hostels. Watoto 340 watapata hostel. Leo asubuhi nimeanzisha project ya shilingi milioni 150 ya kuhakikisha kwamba watoto wa KMTC wa Nyamache wako na hostels. Kisii hoye! Kisii hoye! Mimi nimefika hapa Kisii vile vile kwa sababu ya mambo yenu ya barabara. Tunaelewana? Nimefika Kisii hapa kwa mambo ya barabara. Juzi nilianzisha barabara moja. Jana nilianzisha barabara 2. Leo mimi naanzisha barabara 2. Kesho mimi naanzisha barabara 4. Kwa sababu nimewapatia pesa ya barabara kilomita 220 mpya. Mbali na kukamilisha zile barabara zingine zote ambazo zimekwama hapa Kisii. Kisii hoye! Lakini mimi nimeambiwa na huyu Simba Arati kwamba hapa Bobasi ndio hakuna barabara zaidi. Hapa ndio iko shida kubwa zaidi. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Si hata hii daraja ilikuwa imekwama hapa. Sasa hiyo barabara hiyo daraja tumetengeneza, lakini mambo bado. Mimi nimekuja hapa nisikie kutoka kwenu. Nyinyi mnasemaje watu wa Bobasi? Niwatengenezee barabara? Niwatengenezee barabara gani? Gani? Wewe Simba, nieleze barabara ya hii watu, barabara gani? Kwa sababu nilijaribu kutafuta mbunge wa hapa sijampata. Sasa wewe Simba utakuwa acting MP for the time being. Aya. Aya, Mheshimiwa Rais. Aya. Nyamache hoye! Nyamache hoye! Onye koro mukutano gaiga, wacho so mukutano tigangondro sonole. Nyamache hoye! Mheshimiwa Rais, karibu. Hapa ni Nyamache. Na hapa ndio nyumbani. Hii ndio constituency yangu. Ukweli wa mambo kwamba tuko na accident kubwa hapa Bobasi kwa sababu mbunge wetu sijui mahali yuko. Anajifichanga kwa kanisa, anatokea pande hii, lakini kwa sasa kwa sababu mimi ni gavana wa Kisii, pia ninatoka nyumbani hapa. Mheshimiwa Rais, nikubalie hawa wananchi. Wacha tu niongee Kisii dakika moja. Abantu wamintu. Mbiamule. Iganinka. Aiga goso nona romondo ndago chache kondamira murororo. Hawa watu si walikuja hapa wakatusi mimi hapa sana. Na nyinyi mlikuweko.
Next time bagoja badenga bakuwa na batuletera amagendero batware agenda bamaye guturama. Lero president yachirega tatageti arame montonde na magendero ka koraki achicha uigweto mboli ni moboli para moboli osti moboli niseme ama nisiseme. Your Excellency, mambo ya barabara na kuomba tafadhali, najua kuna ile ya unasikia wanaijua Ereli. Mheshimiwa Rais, barabara inatoka Mugunga inakuja Emenwa inaenda Material ingie Nyacheki irudi Yonseli. At least Mheshimiwa Rais, hiyo ukiweka kwa budget, sisi watu wa Bobasi, hii Bobasi ya Borabu tutajua kwamba tumepona. Ya chini najua kwamba kuna barabara inaendelea saizi kutengenezwa na nashukuru wewe sana. Kitu ya pili, Mheshimiwa Rais, mimi nimesoma hapa Nyamacha Boys. William Samoei Ruto, President. Rais, tunasema asante sana. Wewe unajua hapa sana. Unakumbuka nikiwa mchumbe tulikuwa tunakuja hapa na wewe mara tena. Your Excellency, tangu 2017 check hakuna president amewahi kukanyaga katika Bobasi. Rais, mimi nakushukuru sana. Mimi najua unapenda watu. Si unajua yule maneno. Kazi yako ni mingi, inataka kukuambia kitu moja. Na vile anasema maji mazuri yanaenda Nyacheki. Daire ya sasa tuanzishe nothing na wewe watakupikia tuseme tutam. Asante sana Your Excellency, na malizia hapo. Asante sana Your Excellency. Bas ni ishengeneze hiyo madarasa hapo kwa shule. Hapa niko na PS wangu anaitwa Mudhoni. Huyu PS wanasema course ambaye inaendelea hapa ni 2 peke yake. Wanasema wanataka. Asante sana Rais. Nataka kukuhakikishia kwa sababu umeshapeana amri that the hospital to be expanded and to be enhanced. Tukipata hiyo hospitali tutaongezea hizo course so that they are able to go and study there. Simumesikia kutoka PS mwenyewe. Sasa mimi na Simba tuta expand hospitali, si ndio? Na mimi nitengeneze, si ndio? Na mimi nitengeneze madarasa zaidi na niongeze laboratory. Alafu course 3 hostel. Na mochari. Iko shida. Asalala. Hii mochari ni kitu kidogo bwana. Hiyo mochari lakini mimi nitapanga na Simba. Hii mochari ni pesa ngapi Simba? Haya, Simba ameniambia hii mochari ni 10,000,000, mimi nitatoa hiyo 10,000,000 tuwajengee hiyo mochari tuachane na maneno. Sawa. Na hiyo ya mochari ni pesa kidogo. Wewe Simba, tafuta contractor tuanze hiyo mochari Jumatatu. Tuachane na kusumbua hiyo watu. Si ndio? Hii mochari ni sasa unajua sijui hata kuongelelea mambo ya mochari tunapanga. Lakini ndio hali, si ndio? Sasa tufanye nini? So mimi nasema asante sana, na mzee huyu Manoti pia ameniuliza ya kwamba tuko na ile technical training college tulianzisha pale. Vile ninajenga hostels hapa, mimi pia nitapanga katika budget inayofuata tujenge hostels yenu pale, watoto wa pale technical training college wapate mahali ya kusoma. Hapa niko na ndugu yangu Isaboke ambaye ni PS wetu
wa mambo ya broadcasting. Nyamacho oye! Bobasi oye! Abantu wa Minto mbuyamole naende ngorokia ngombalenga balenera kabisa president ya jiroto tarasagabo baseito ngorokia ngo kabisa kabisa nemo kwa bichara bibere. Your Excellency the President, mimi kama PS wako wa ICT, Ministry ya ICT, na kushukuru sana kwa kucha leo kututembelea. Na vile umetuwakilisha, umetuamria tufanye mambo ya teknolojia, tulete mambo ya digital hubs, mambo ya digital cable, computers, na pia wifi. Oletire amangana hii mitandao ya computer, achire paka Nyamache ga kiranse ngo anchire to kale gazinero to kora magendero. Ngobu anchire kabisa. Rais, shauri ko leo kwetu, si mimi kuzungumusa, ningependa kukushukuru sana. Mbalenga banjire to akero mwenene bwe insana to kora gazinero. Rais Ruto. Gavana Rati. Asante sana rais. Haya, niko na leader wetu wa majority. Huyo mungwana MCA. Arambe! Ebu nione tutamia William Ruto. Tutamia Simbarati. Your Excellency, mimi nataka kukuomba kitu moja tu peke yake. Hapa kando ile shamba unaona pale, Mheshimiwa Simbarati alitupatia shamba ya police station. Hapa Nyamache, Bobasi hatuna police station. Lakini shamba iko wapi? Kitu ya pili, kuna shule yetu ya wasichana ya Suguta Girls. Iko na wasichana 2100. Hao watoto hata dom hawana, wanalala vibaya. Tunaomba utupatie dom ili watoto wetu wapate dom. Arambe! Asante Your Excellency. Ati shule inaitwa nini wewe ya hiyo watoto? Hii shule inaitwa Suguta Girls. Iko wapi hiyo Suguta Girls? Iko hapa Pandei tu Your Excellency. Bas, wewe MCA. Iko hapa na waziri wangu Ogamba. Simama hapo Ogamba. Wewe Ogamba, hiyo shule ya Suguta, enda utafute milioni 20 ulete kwa hiyo shule. Asante sana mheshimiwa. Abantu wa Minto mbiyamole naende. Bwana asifiwe. Rais Ruto ni fire si fire. Rais Ruto ni noma si noma. Mole noma kokachire ga igarero. Mwarorera magendra toleteire. Kurugese tuanse Jumapili. Kerasa gotenena. Nama magenderero kagotoa. Mwarorera buna mwasa bachibesche skuru. Morochorura directive tolete milioni 20 Suguta. Oitario Montobuya. Aendelee asiendelee. Nyoroki ngo tutam. Thank you Your Excellency. Aya, mwambie mwalimu mkuu wa Suguta atume account kwa waziri Ogamba ili next month tutumie hiyo milioni 20 muendeleshe hiyo shule. Hii hospitali yenu mumesema mochari tunaanza Jumatatu. Mimi nitatafuta contractor Jumatatu ianze hiyo maneno hapo. Tunaelewana jameni? Na hii mambo ingine yote mumesema, si mimi ndio kusema? Ama namna gani? Si ile tumekubaliana hapa ndio hivyo? Sasa wewe Simba utanifuata hiyo maneno yote nitimize. Tunaelewana? Mimi nauliza hapa tuko na viongozi wengine, niko na Silvana Sosoro. Wewe sema tu jambo. Bobasi oye! Bobasi mbiyamole. Nkwani yango igonye kondoche, nkwani yango ngumbwaria. Bono igwa. Ntagarere daika ya moyoka. Mbate bige ntekemo. Morocho mongwano oyo roko bekwane. Oyo sokerete gari migoro. Momoroche morigeri yango bia. Obegete gosie mwa momoroche. Oyo nero bwato moyo bwoko bagenya ma ya Kenya. Omwanja to omwanja nero kobaga. Woko mweminjira turiko yanyora. Chikure chikare gosene metienyi yatigare 14. Ase metienyi yeye. Nero bwato moyo. Ntoigwana ine.
ntura manya ya mutwe kere koboko abantu kuja kuomana bare ngosoro ngako nyako kobe bintu kurbuoye gochibuoye nje tima eti para chiabo bas tima eti para chiabo machoge gose bara bamito gage omonta akogenda bwakoraki weruanerera na kikurate no nabana abaminto no muchumbo bwe kenyereke bwe ward bwe constituency ye tiamba tebye naro mochume naro ngoma tebiga onde taiyo okobekere bunduke wakero mugako yekura lakini omugako oyo nero kobago moyo nkio takogenda emnero kobagenyama nkio tako muchiera no utamwakera kura nturi kukurasimisha tatazimo mwakere kura nkio tako muchiera motebi ngando serie pare ye muna bona rero ochire nkwanya ko mwarigani rero ochire oretra magendera berata toga gose bara baminto ayebori nchebuo na achire gose mara 10 nki aretire na kingana nki aretire ngakioroche ngakiekarenga kiyeyo kera achire mwana mara 10 bone kera nko batebia abante bakwebererio mugambi kwara nyorege konyora bono muntaka batenga kabanchara bono iga ngabaka 2027 kara banchara ngoche koragerenga kiyeyo nenyare kare bori mware gwanja tomorete naende rero bobasi etwamoreta ngani nchonya koigoraga emutisi egere musabiranie bintu byegino ekiagara tanya gochaga abo basi tokorigie enjira yokomoreta bobasi yabora gochirero broad boys njatokonya gabana no ari na intwe na aba MCA no bari na intwe yabara isi komoreta tata togachari mogamo gatwaka magana kweru kweri gari ekona moira tari inu osena bari abangao lakini ndiri tware go campaign bono nche nko basaba omugako oyo oanchire bakori otari ko support amo amagendero ngwanja more ga kitafadhali ebinte bya kwane to bibwate to make sure byachirega ya mwisho your excellence kitu tumesahau katika hii constituency Bobasi constituency ndio iko one of the least constituency kwa maneno ya stima vijiji hapa hakuna mbunge haja. Nimeangalia budget yenye tumepitisha bunge, si kuona kijiji hata moja imewekwa kwa Bobasi katika budget ambayo tumepitisha. Akia bana wamindo ndoko basa bana na stima umaide muango kiri murageremba sere ndoko basa na stima karai gubono ya mwisho your excellency kuna watu wameita hii Bobasi wamesema Bobasi na Gusii ni ngome yao. Sisi tunasema Kisii kama sehemu zingine zote za Kenya ni ngome ya Kenya. Maneno ya ukabila ya kutuweka kona moja ati ndio tukose maendeleo sisi hatutaki. Maneno ya kutuweka kona moja ya kutuambia sisi kazi yetu iwe tu kutusi rais Kisii na Bobasi hatutaki. Na wale watu ambao wanatusi wewe your excellency hapa Bobasi, si hao wananchi wanawatuma. Wanaenda wanafanya vitu yao, wanavuta busa zao, wanakuja kutusi wewe hapa. Na hapa Bobasi watu wanataka tu maendeleo. Maneno ya siasa ni baadaye. Iko sawa? Hebu nionyeshe mikono ya William Samoei Ruto, nionyeshe mikono ya William Samoei. Nionyeshe mikono ya Gavana Arati, nionyeshe mikono ya Gavana Arati. Asante sana, Mungu awabariki. Haya. So watu wa Bobasi, mumesema tufanye maendeleo. Hii mumeniuliza ya hospitali, ile ya KMTC, ile ya barabara, ya shule zenu. Tuendelee na hiyo kazi. Hiyo ndio kazi mimi nitafanya nikishirikiana na gavana wetu na hawa viongozi, kwa sababu hatutaki siasa ya makelele na matusi. Tunataka siasa ya maendeleo. Ama namna gani jameni? Hapa niko na viongozi wengine wengi, niko na Joash Nyamoko, mbunge wetu wa North Mugirango, mpigeni makofi. Niko hapa na Jafet Nyakundi, treasurer wa UDA, mbunge wa Kitutu Chache North. Niko na Solicitor General wetu Bwana Shadrack Mose. Niko na mama Okenyuri, huyu mrembo anatoka hapa kwenu, mpigeni makofi. Niko na Alpha Miruga, mbunge wetu wa hapa Machoge Chache, mpigeni makofi. Niko na mbunge ya West Mugirango, Mheshimiwa Steve Mogaka, mpigeni makofi. Na sisi wote
pamoja na huyu Simba Arati ni timu moja. Mnasema tuendelee ama tuendelee? Tushirikiane, tuwapangie maendeleo, tuache siasa ya matusi na chuki na ukabila. Wangapi wanasema tuendelee na kazi jameni? Tuendelee. Mimi nasema asante sana watu wa Bobasi. Sikizeni, mimi nitarudi hapa tena mwezi wa 8. Hii kazi yote nikiwa nimepanga. Sawa sawa. Asanteni sana. Nyasaye abaseseni. Mungu dedicated to turning with our cutting-edge live streaming or a large-scale production, we ensure that no one misses out on the excitement, no matter where they are. And let's not forget about our awe-inspiring aeroshow, imagine from a bird's eye view. So, I'm digital to provide you with an unforgettable experience. Or contact us on 0721 for all your video coverage, live streaming, concert, into live. With our cutting-edge live streaming from above, imagine the elegance of your venue, the beauty of
watu wa Nyaribari Masaba, si namna hiyo? So ile soko yenu pia Ramasha kama hii nimemaliza, na nitaongea na mjumbe wenu. Nataka munisikize watu wa Kisii. Kwa miaka 3 imepita, stima tupeleke. Ni sehemu gani haina stima tupeleke, kwa sababu tunataka kwa giza ndio shetani aweze kutusumbua. Ama mnasemaje watu wa Masimba? Mnasema tuendelee ama tuendelee? Tuendelee ama tuendelee? Watu wa Masimba, watu wa hapa Nyaribari Masaba, si ndio? Hapa tuko na vijana wengi. Tuko na mjumbe wenu hapa Manduku, ni mtu yangu, tunafanya kazi na yeye, na nasema huyu kiongozi tumeshirikiana. Hapa tuko na affordable housing ambayo mimi nilikuwa nimekuja kuanzisha. Mimi nakuja kupatiana kifunguo in the next 2-3 months. Tunaelewana jameni? Mimi niko na deni yenu 2. Mimi niko na deni ya barabara. Ndio? Muliniambia, si ndio? Lazima niwaambie. Muliniambia nitengeneze barabara ya kutoka Keroka, si ndio? Hiyo barabara ya kutoka Keroka kwenda Ibeno, kwenda mpaka Kiamokoma, si ndio? Ibacho, Kiamokoma, si namna hiyo? Hiyo barabara tayari niko na pesa yake. Tulitangaza kandarasi, sikizeni. Tulitangaza kandarasi, lakini wale contractors walikuja pale ni wale wazembe, nikawakataa. Mimi nataka contractor ambaye hata tuwaibisha. Kwa hivyo nimeambia wizara warudie tena hiyo kandarasi, na tayari wamerudia. Tarehe 28 tunafungua hiyo kandarasi. Ikiwa tayari mwezi wa 6 mimi nakuja hapa kuanzisha hiyo barabara yenu, kwa sababu ni ahadi yangu kwenu, na hiyo barabara nitawatengenezea. Nyaribari Masaba hoye! Masaba hoye! Kuna barabara ingine ni deni yangu kwenu. Barabara ya kutoka Sosera, Ekona, si ndio? Mpaka wapi? Mpaka Ramasha, si namna hiyo? Ile ya kwanza ni kutoka Keroka kwenda Ibeno mpaka Kiamokoma, si namna hiyo? Alafu hii sasa ni Sosera kwenda Ramasha. Hiyo barabara vile vile, ule contractor yuko pale ni mtu bure sana. Huyo contractor nimemwambia atoke. Huyo contractor sasa tunawaletea contractor mpya, na tumekubaliana na huyu mbunge wenu ya kwamba huyo contractor mpya atafika hapa mwezi moja na nusu, ni watengenezee hiyo barabara. Si Waswahili wanasema ahadi ni nini? Dawa ya deni si nikulipa. Si hiyo kazi nifanye vile nimefanya hii ya soko, si nifanye hiyo pia, tumalizane na kazi yenu? Ama mnasemaje watu wa hapa Masimba? Tuendelee ama tuendelee? Mimi nawashukuru pia, mumenipatia kijana mwingine anaitwa Matoke. Huyu anafanya kazi kwa ofisi yangu huyu, si ndio? Huyu kijana ni kijana wa bidii sana, ananisaidia kazi kule Nairobi huyo kijana, si namna hiyo? Na ni timu moja na ndugu yangu Mheshimiwa Maundu. Tunataka ndio wapange mambo ya hapa mpaka ikae chonjo, na watakuwa wananiambia ile kazi haijafanyika nikuje nifanye. Wamenieleza Manduku sasa kwamba niunganishe hapa Masimba na Ibeno na Ibacho, si ndio? Mnasema tuunganishe na barabara. Haya, wacha wewe ndio umeniambia leo bwana. Sasa ungekuwa umeniambia mapema ningekuwa nimepanga, si ndio? Masimba hoye! Masimba hoye! Hiyo kazi yote mimi nataka niwaeleze vile vile, mbali na kujenga hii soko, tunajenga pia hostels ya vijana wetu hapa Kisii. Leo asubuhi nimetoka kuanzisha hostel. Ile Tibet yenu ya hapa tunajenga hostel. Na tunataka kujenga hostel ya vijana wetu 6,000. Wale wa university, wale wa KMTC, wale wa Technical Training College, ndio vijana wetu wapate mahali pazuri pa kuishi, na tumewapatia pesa 1.6 billion shillings ya kujenga hostels ya watoto wa hapa Kisii County. Vile vile
Nyinyi mliniambia nipange mambo ya elimu ya watoto wetu. Ni kweli ama si kweli? Leo nikisimama mbele yenu, kwa miaka mitatu nimeajiri walimu 1,100 wapya wasomeshe watoto wetu, na tunapangana na hao waheshimiwa, kila mtoto wa Kenya apate nafasi ya kusoma. Tunaelewana jameni? Muliniambia ninyoroshe uchumi. Ile uchumi ilikuwa imekwama. Interest rate ilikuwa juu, tumeteremsha chini. Exchange rate ilikuwa juu 160, tumeteremsha imekuja 129. Ile inflation ilikuwa juu, tumeteremsha chini. Pesa zetu za kigeni imeongezeka maradufu. Mimi nataka niwaambie sasa tumepangana vizuri. Muliniambia nipange mambo ya kilimo, ni kweli ama si kweli? Hiyo kilimo, bei ya mbolea ilikuwa 7,000, nimeteremsha mpaka 2,500. Maziwa nimepanga vizuri. Mambo ya chai nimepanga vizuri. Mambo ya kahawa, ile kahawa ilikuwa inauzwa shilingi 50 kwa kilo moja, sasa inauzwa shilingi 150 kwa kilo moja. Hiyo mpango yote tumepanga vizuri, kwa sababu tunataka Kenya yetu iweze kusonga mbele. Watu wa Masimba hoye! Mnasema niendelee kupanga hiyo kazi? Watoto wetu wasome, muendelee na kilimo, tupange biashara na masoko, nipange barabara, tuweke maji, tuweke stima. Wangapi wanasema tuendelee na kazi jameni, tuendelee na kazi, tuendelee na kazi? Si namna hiyo? Mimi nawauliza, iko haja ya fitina? Iko haja ya propaganda na ukabila na chuki? Wale majamaa wengine tunashindana na wao, nyinyi mnawajua. Hakuna chochote wamefanya hii Nyaribari Masaba. Si hapa Nyaribari Masaba tuko na affordable housing? Si tuko na masoko? Si tuko na KMTC, tunajenga TVET, tunajenga hostels? Si barabara ndio hii? Si stima ndio hiyo? Hiyo kazi tuendelee naye ama tuendelee naye? Kazi ya wale watu wa matusi mingi na ukabila mingi na chuki mingi, kazi yao hapa iko wapi? Kuna soko wamejenga? Kuna barabara wamejenga? Kuna stima wameunganisha? Hata harambee ya kanisa wamefanya? Hiyo watu ni bure ama si bure? Ndio mimi nawaambia ndugu zangu, watu wa hapa Masimba, Kenya hii sisi wote, Simba yuko hapa na mimi, sisi wote, mbunge wetu Manduku yuko hapa. Kila mtu apimwe na ile kazi amefanya, ama namna gani? Mimi nawauliza watu wa Masimba, si nyinyi ndio mnachagua MCA? Na chuki na migawanyiko na ubaguzi mnawajua? Wale ati agenda hawana, mpango, maono, sera, hata akili. Salala, wale watu ni bure sana. Mimi nawauliza watu wa Masimba, hii kazi tuendelee ama tuendelee? Mimi nimesema nataka niungane na viongozi wote wa Kisii tufanye kazi ya wananchi. Nyinyi mnakubali tuungane jameni? Mimi nifanye kazi na Simba Arati, nifanye kazi na mbunge wenu, nifanye kazi na mama county, nifanye kazi na MCA wenu. Hebu nione wala anasema tufanye kazi pamoja, tufanye kazi pamoja, si ndio? Mimi nawauliza nyinyi watu wa Masimba, kwa hivyo mnasemaje? Ati Masimba mnasemaje? Ati Masimba mnasemaje? Ati Masimba mnasemaje? Ati Masimba mnasemaje? Hebu nione tutam ya watu wa Masimba, tutam, tutam, tutam. Wacha nichukue nafasi hii nimpatie gavana wetu Simba Paul Arati. Haya. Haya, Masimba hoye! Masimba hoye! Wacha nione onye waikaga kubwata okoboko tukuona ningo iguru igandoro sino omule. Asante Mheshimiwa Rais, ukitoa maa pale inabaki Simba.
ukitoa Maa inabaki Simba. Hapa Masimba, Nyaribari Masaba. Mimi nataka nikuulize kwa haraka tu, wale mnashangilia dakika mbili, kwa sababu mheshimiwa umefika hapa Masimba. Nataka nikuulize tafadhali, hapa Masimba ukiangalia namna hii mpaka mwisho hakuna street lighting. Kama utaweza, milioni 10 itamaliza hapa mpaka mwisho. Mheshimiwa Rais, hapa nyuma niko na hospitali ni level 4. Unajua ile pesa umenipa ni kidogo, na kuuliza tu unipe shilingi milioni 20 niwekee vyombo hapa. Iko hapa nyuma ya hii building. Your Excellency, kitu ya tatu na kuomba tafadhali kule Keroka, kwa sababu tumekuwa na mfurugano kidogo na Nyamira, sasa ile soko yetu pande hii na ile back street, tafadhali sema kitu watu wangu wa Nyaribari Masaba wapone. Najua rais akiwa hapa ndio baba wa taifa, si ndio? Yeye ndiye hako na ile kisu. Kwa hiyo buchari anaangalia ni mahali gani iko na mafuta anakata. Kwa hivyo tunauliza kwamba hapa Nyaribari Masaba, tafadhali pale Keroka, kwa sababu nasema tutengeneze hiyo town yetu, naomba kwamba hiyo back street na hiyo soko umesema ni pesa nyingi itengenezwe. Kitu nyingine Mheshimiwa Rais, nikubalie niseme haya. Nataka nikushukuru kwa sababu wewe umeweka bilioni 1 kwa stadium yetu ya Kisii. Ruto ni fire ama si fire? Ni fire ama si fire? Hebu kama ni fire onyesha yeye ni fire namna hii. Mheshimiwa Rais, nataka nishukuru kwa sababu ya soko la daraja 2 ambapo umeona kina mama hapa wanaenda wanachukua bidhaa zao kule. Pia kule umenipea 1 billion ya kujenga soko lile. Nataka nikushukuru kwa sababu ya airport pale Suneka, Nyambera 450 million, soko inaendelea kujengwa. Tugendrego kama Motagete to kame. Gose to ganye ng'ombe chebu atelieme. Na bomotagete. Masimba. Osemba achaga. Mongwano leo shibishi. Bwana Rais. Ulipea ndugu yetu hapa. Ulipea yeye kazi ya waziri. Hiyo waziri akaamua kwenda kukula school feeding program. Ndio sababu nasikia kwamba hukupea yeye tena nafasi nyingine ya pili. Hapa ni nyumbani kwao. Lakini lazima, yeye ni mzee na tunayemheshimu, tunamwambia mzee, poa, tukuonyeshe vile maendeleo inafanywa. Amangana ashibishi. Imore tayari. Etotaye baniga tubora nike maena. Wiki ego chango chandega Masimba. Nkoyena nande chimilioni 5 ibere chie basari. Abana nkonyu bara amabere. Januari omotienyo 8. Omotienyo 8 na atebrenga nkoyena nande abana ba grade 1 na grade 2 amabere. Ntige go sengenderere. Sasa wacha niulize. Hapa Nyaribari Masaba, kwa wale wako na roho safi, kama shetani ameingia ndani yako, wewe usiseme. Na sisi wakati tuko na mkutano yetu, tunaheshimiana. Tunawaambia jamaa, kama wewe una shughuli, kama unataka kutusi sisi, nitapea wewe Metembe. Niko na uwanja karibu eka 20. Enda tusi kule. Lakini tukiwa na mkutano yetu, usijaribu kuja kuleta kinyoko katika mikutano yetu. Nimeambia rais, mumaetege kondo. Maetege kondo ikibwateke minja. Naboge kubeke ngata ya isaransira. Naboge go isaranse kiminja kiagenda maega. Osigia isaranse kiminja kiacha motu.
Igo kerege kondo ge isaransire kiminchekia ebna ge kordaki keganetie. Masimba. Na hapa Nyaribari Masaba. Muko tayari? Mimi kama deputy party leader wa chama cha ODM. Baba alituacha katika mikono ya rais. Na tumesema kwamba tunashirikiana pamoja. Wacha nisikie, tukisema ODM nasema tuko tayari. Hata wale wa UDA hapa ndani ndio wasikie, including rais. ODM! ODM! Rais, hivyo ndio tunasema sisi wana ODM. Tutashirikiana na hapa watu wa Masimba, tigangondaro. Emodagete tusabwe tamwe emo seibere. Tigangondora abantu bagitamu ibirema. Asante sana. Asante mheshimiwa. Abantu baminto ba Masimba mbiyamole. Masimba hoye. Omanya teki mwachaga. Ontagete moro kyo monne bwensa masikani amanene. Ontagete kero montai mukyo koko kwaye tomote bituta. Masimba hoye. President William Ruto. Aya, ayote mukyo koko kwaye bitene ni byaki. President William Ruto. Masimba. Asante sana Mheshimiwa Rais, na karibu hapa kwetu Masimba. Mimi nina furaha isiyo kipita kifani, kwa sababu nilikuja kwa ofisi yako tukakubaliana tufanye kazi na wewe, na ukaniuliza ningetaka nini kwa watu wa Nyaribari Masawa. Nikakueleza sisi Nyaribari, ile kitu ambayo imetusumbua kwa muda mrefu ni barabara zetu. Na leo umekuja hapa umehakikisha ya kwamba ile barabara kubwa kutoka Keroka, Iwacho, Kiamu kama imekwisha. Utakuja kuzindua wewe mwenyewe. Barabara ya pili ni ile ilikuwa imekwama pale kutoka Sosera, Ekona, Ramasha. Wewe mwenyewe umesema pia hiyo utajenga. Barabara ya tatu ni kutoka hapa Masimba kushikanisha Mogweko, Iwacho mpaka Chirichiro. Your Excellency, hizo tukimaliza Nyaribari Masawa will be finished. Your Excellency, wakati tumeongea na wewe juzi, umenieleza ya kwamba ungependa kutunuku shule moja shilingi milioni 10. Your Excellency, na kuomba, kwa sababu mimi nimejenga magorofa hapa kwa hizi shule zetu. Tayari naelekea gorofa ya 20. Nimejenga madarasa zaidi ya 120. Ningependa Rais unipatie milioni 10. Nipeleke shule ingine pale inaitwa Mogweko niwajengea gorofa pia huko. La mwisho, Your Excellency, sisi ni washiriki wa kanisa la SDA. Hapa Masimba SDA ndio headquarter. Wameniomba pia nikienda Sabato unitume kwao. La mwisho, tuko na head promoters hapa ambao wanasaidia wetu sana. Your Excellency, pia hapa head promoters wako na sherehe. Tafadhali nitume kwao. Otherwise, asante sana Rais. Abantu bami ndonga kimwateba. Daniel Manduku. Mbiamono sana. Ndero bakungu tigato kwane. Mheshimiwa Rais, karibu Nyaribari Masaba. Hapa huko nyumbani. Mimi ni kijana wako, nikiwa kijana wako ambaye ulimpa kazi kama mkurugenzi kule katika chama cha UDA. Mheshimiwa Rais, niliuza hicho chama cha UDA mpaka tukapata ushindi. Jambo la pili, Mheshimiwa Rais, kando na hilo, umenichukua na ukaniteua kule State House kama kijana yako ambaye you are doing mentorship. Nashukuru sana Mheshimiwa Rais. Na mimi nitasimama nyuma yako na niko ngangari, na mimi si mtu wa kombo. Najua kuna wengine ambao Mheshimiwa Rais unawapa nafasi, leo anasema hiki, kesho anasema hiki. Moba manyeti. Tunataka tuseme leo Mheshimiwa Rais kwamba ukimpa mtu nafasi, huyo mtu asimamie haki na auze sera zako na auze yale mambo ambayo wewe unasimamia. Mwisho kabisa Mheshimiwa Rais, hizi barabara zote ambazo umesema, mimi nitakukumbusha nikiwa kijana wako pale State House. Mwanjira mwanene bwe soko boka maambi na mwenyoli chipare hicho.
Mwanjirebo. Wanontagete mongoro kitutamia omweshimiwa William Samoei Ruto. Arambe! Arambe! No mheshimiwa Manduku, as a member of parliament, tunakushukuru. Kuna Manduku ako na kukura, akule na ichipare chichichere. Bia uzere bobe. Bia mono mwisho kabisa mheshimiwa Simbarati, asante kwa ile hospitali ambayo unatujengea kule. Tunashukuru sana kule Ichuni Ward. Tunashukuru mheshimiwa rais kwa kuja na unakaribishwa tena. Bia mono, mimi nikiwa mbunge wako wa UDA, mimi ninasema chama changu ambacho nakiuza ni chama cha UDA. Asante sana. Aya, Your Excellency, asante sana. Watu wa Mazimba oye! Muko tutam. Your Excellency sana. Your Excellency, mimi nakumbuka siku moja tulikuja hapa kukinyesha tukifanya kampeni. Hawa anti zangu walikuwa wanauza mboga hapa. Ukawaambia kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu, mimi nikifaulu nitengeneze serikali, mimi nitawachengea market. Leo rais amerudi hapa. Market amechenga ama atajenga? Rais, umechenga hii market yetu ya Masimba. Umesenga ile ya Ramasa ambayo ilikuwa. Umechenga nyumba ya affordable housing. Your Excellency, mimi nataka kukumake small request. Kuna samba ikapa nyuma. Nataka kuambia governor, tunakosa market ya livestock kwa maana we are on the border ya watu wa Ramasa. Nataka hiyo samba ututengenezee livestock market hapa chini. Kitu kingine ya pili, Your Excellency, watu wameona hapa elders community. Watu mimi nimengangana na wao sana. Kitu ya ajabu, Your Excellency, hata siku moja uchawahi hata kuwalipa. Wewe ndio ulisemanga hawa mama wetu wazee, unajua hapa kwetu Kisii hatuna maparapara. Ukasema watu kawapatia kila mwezi 2500. Ni ukweli? Haya, kitu kingine ya pili, Kere koboko? Kere koboko? Lakini toko bateinga buga mutagete ndete. Na kie kyo mugavana ako batebya. So many things take go chaga. Omogusia takere kwa bomo ngaini muna chikabira chinde toranyora ebintu tokaire wakoraki konyora ekiagara mambi tosanira mukamo mura ga ebintu bitobwate magoroga oyo no mugambi bwense gosema no bamito wake na kyogo cha kongaina abantu ga sawa tegerera togo cha gukwana ga utabwate masasa liko chiga na nikasema kama jamii ya Omogusi tumekataa kutengwa. Wewe ndio rais wa jamhuri inaishi Nakuru. Jamii yetu inafanya biashara Kisumu. Hatutaki maisha na siasa ya ukabila. Siasa yetu ni maendeleo. Ukileta hii barabara tuko sawa. Ukileta market tuko sawa. Ukileta stima tuko sawa. Ngoroki bana maoko ye president nda ngoroki maoko ye president ngoroki biara we president muragerenge ntigara ngoroki maoko aye kwanza. William Ruto. Asante sana, Mungu awabariki. Abantu wa minto wa Masimba mbiyamole naende Nyasaye no muya chinga kichionsi. Abantu baminto litanga nimbuya mono esengenzo mwachira sobonge elia kabere tigamba tebi abantu baminto okobe serikali negentekia okobe serikali Manduku muna chamo isonde kuagerire abantu baito banyari bali Masaba tuanyolire echire korrekana abantu baito banyari bali Masaba ogoso serikali kuagerire tuanyolire pare ya sosera
yagerire twanyorire chipara chinde omongwana naro ochamo isonde agotebanga ewiribaro imetoboka mobo maete tigamabori abantu baminto echireye bunamoroche echireye nesaregete i soko imetoboka iyo barabara rais ametupatia imetoboka iyo barabara ya Sosera imetoboka ama yeye ndio ametoboka abantu baminto tigatobwaterane tokonyane to make sure nyari bari yeito yabweneire ngakimogomotebi sengeje binde byatoire ngakimogomotebi ngoro kiango iga tutamia William Ruto mbiamono tiganya saya baseseni abantu baminto mbiamore naende Rais William Ruto ni fire si fire, ni noma si noma, ni fire si fire. Bwana Rais, mimi nataka kuchukua hii nafasi kukushukuru na kukukaribisha hapa Kisii na niseme asante sana kwa ile maendeleo yote umetupatia since Sunday when you came. Nataka kuelezea hivi, sio maendeleo peke yake umetuletea, hata appointments umetupatia. The latest appointment ya Bishop Kefa Nyamweya Omae for the chairmanship of the National Coalition and Integration Commission ni mtu wa hapa nyumbani. Nataka kuchukua nafasi kukuambia asanti kwa hiyo nomination. Na niendelee kuelezea watu wetu kwamba hatuna siasa sahihi. Ile kazi tunataka kufanya ni kazi ya maendeleo. Kutoka masoko, mpaka barabara, mpaka mashule, mpaka mahospitali, mpaka stadium, mpaka kila kitu. Maendeleo ambayo hatujaiona Kisii yetu. Bwana Rais, tunakushukuru na tunakuomba uendelee kuwa na sisi. Na sisi kama wa Kisii tutakuwa nyuma yako. Asante sana, Mungu akubariki. Watu wa Masimba, si mmesikia ile mheshimiwa gavana anasema Jumapili nikaanzisha stadium yenu mpya ya shilingi bilioni 1, na hiyo stadium itakamilika ndani ya miezi 9, na mimi nitakuja kufanya handover. Mnanielewa? Kesho mimi naenda kuanzisha ile airport yetu ya Suneka ya hapa Kisii. Hiyo airport ilikwama karibu miaka 7 iliyopita. Nimepanga pesa, naenda kusongesha runway, niweke terminal building. Mwisho wa mwaka huu mtakuwa mnapandia ndege hapa Suneka mkienda Nairobi na kule kwingine. Vile vile huyu mbunge wenu, hiyo mabarabara mimi nimewaambia narudi hapa tukimaliza mambo ya kandarasi nianzishe tujenge. Huyu mbunge wenu ameniambia kuna shule inaitwa Mogweko. Hiyo shule ya Mogweko, mheshimiwa, nipatia account, nitawawekea milioni 10, endelea kujenga hiyo shule. Mheshimiwa Governor, hiyo hospitali unasema iko hapa chini. Mimi chairman ya hiyo hospitali anaitwa nani? Hiyo hospitali iko na chairman. Hiyo account yao, mimi nataka hiyo account mupatie Simba. Mimi nitawawekea milioni 20 ya hiyo hospitali yenu hapo. Tunaelewana? Na mufanye haraka. Sijui kama huyo chairman mbona hajakuja ama yako na mpango gani? Simba atapanga na huyo chairman. Si namna hiyo? Tumekubaliana? Ile kazi ingine yote ambayo imebaki hapa mimi nitarudi. Tunaelewana? Tuko pamoja ama tuko pamoja? Mnasema tuendelee na kazi? Tuendelee na kupanga ajira ya vijana wetu. Tumekubaliana? Oh, chairman amepatikana. Wewe chairman, nataka account ya hospitali. Patia Simba saa hizi, mimi nataka niwawekee pesa, alafu Simba utakuja hapa wewe usimamie mpaka ile unataka ijengwe. Ndio dunia hii iweze kusonga mbele. Masimba hoye! Masimba hoye! Gani? Hata wale wananijaribu mashindano watanizungumzia kwa maneno
mimi nitawajibu kwa vitendo. Nyinyi mnanielewa? Kwani soko kama hii watakuja kuvuta? Tukijenga barabara watafanya nini? Tunaelewana? Mnasema tuendelee? Mwisho, tuko hapa na viongozi wengi wengine. Niko na Irene Mayaka hapa, mrembo kutoka Nyamira, mpigeni makofi, mbunge maalum. Niko hapa na ndugu yangu Mose Shadrack, Solicitor General wetu. Niko na governor wetu wa kwanza wa Kisii, mzee Ongwae, pigeni makofi. Niko na Isaboke, PS wangu wa mambo ya broadcasting, pigeni makofi. Niko na huyo mungwana anaitwa Steve Mogaka, mbunge wetu wa kutoka West Mugirango. Hapa niko na mama Jerusha Momanyi. Huyu mama ni Otokor, wewe simama hapo, anataka kila mfanyabiashara hapa apatiwe pesa, aongezewe pesa, aongezewe pesa, stoki hapa ikae chonjo. Tunaelewana jameni? Tuendelee ama tuendelee? Watu wa Masimba, tuendelee ama tuendelee? Kwa hivyo watu wa Masimba, mimi nasema asante sana kwa kunikaribisha. Mjue mimi nawapenda sana. Nyasaye abaseseni. Mungu awabariki jamani, asante sana na thank you very much.
forms now a part of a very elaborate link, which now is Nyabisabo, then Keup Ebeno, one link. We just picked one link, just at a cost of about 2.6 billion, Your Excellency. And the contractor is already on site. He has started site clearance. It's Shengri, Your Excellency. He's a good contractor, Your Excellency. Yes, okay, Your Excellency. Basi sasa Mheshimiwa Rais ataenda kwa kufungua kwa bamba la maelezo, kisha aweze kuflag off magari. Makofi kwa Rais akifungua bamba. Makofi kwake tafadhali. Wonderful. Tumpigie makofi ya kiflag off. Ndio hiyo. Na barabara yenyewe sasa ijengwe ili upande huu wa nchi pia upanuke na maendeleo pia ipatikane. Asante sana Mheshimiwa Rais. Aya. Keumu oye! Keumu. Leo watu wa Keumu, watu wa Nyaribari Chache, mimi na huyu mbunge wenu Zahir Chanda tulikubaliana, tulikubaliana yapa. Ni kweli ama si kweli? Sikizeni,
na barabara zingine nyingi, si ndio? Na tumekubaliana na huyu Zahiri ya kwamba hii barabara tunataka zikamilike ili watu wa hapa wajihisi ya kwamba serikali hii ni serikali yao. Nyinyi mnanielewa? Pia hii barabara kutoka hapa Keumbu, si namna hiyo? Pia ya kwenda hapa Nyamil wetu wa mambo ya barabara. Yule contractor sijui anaitwa Hana ama sijui anaitwa nani. Huyo Hanan huyo contractor atoke kwa barabara. Huyo contractor ameshindwa. Si ndio? Huyo contractor amehangaika hapa tangu 2018. Huyo ni mtu ya kujenga barabara? Ama amekuja hapo urembo? Na ametusumbua tena barabara nyingine ya Sosera huko. Sasa wewe mtu ya Director General ya Kera, wewe bwana simama hapo, wewe bwana Magondo. Huyo contractor sijui anaitwa nani? Mahan. Sijui Mahan. Huyo contractor mwambie atoke kwa barabara yangu aende achome makaa. Si namna hiyo? Atoke kwa hiyo barabara na atoke kwa barabara ya Sosera. Tafuta contractor mwingine ambaye atakuja kujenga hiyo barabara, kwa sababu tuko na pesa ya kujenga hiyo barabara. Huyo contractor aende afanye siasa. Ama namna gani? Kama mtu ameshindwa na barabara si atoke? Ama mnasemaje watu wa Keumbu? Keumbu hoye! Keumbu hoye! Vile vile mimi nimefika hapa leo kwa sababu mniliuliza mambo ya maji. Nimepata milioni 700 ya kuwekea maji watu wa Nyaribari Chache hapa. Na leo tunaenda kuanzisha hiyo project ya maji. Tuendelee ama tuendelee? Tuendelee ama tuendelee? Hii barabara yenu mpaka Nyanturago mpaka Kigati, hizo barabara zote nimesema itengenezwe ndio watu wa hapa wawe na usafiri ya rahisi. Nyaribari hoye! Mimi nilikuwa hapa Jumapili, na hiyo Jumapili nilikuja hapa na kuanzisha stadium yenu mpya ya Kisii. Nimewapatia shilingi bilioni 1 pesa ya serikali kujenga stadium mpya ya watu wa Kisii hapa. Nyaribari hoye! Kesho mimi naenda kuanzisha airport yenu ya Suneka. Hiyo airport ilikwama miaka 7 iliyopita. Sasa nimetafuta pesa, naenda kuextend runway, naenda kujenga terminal building, ili kabla ya mwisho wa mwaka huu watu wa Kisii mnaweza kupandia ndege yenu hapa Suneka. Hakuna haja ya kwenda Kisumu, hakuna haja ya kwenda Homa Bay, hakuna haja ya kwenda kule Migori. Airport yenu itakuwa hapa Suneka. Tuendelee ama tuendelee? Tuendelee ama tuendelee? Hapa kwenu tunajenga nyumba 1013 mpya. Tumepapatia bilioni 18, na hiyo mambo yote ile tulikubaliana pale, ile mambo ya prison, tutahamisha prison ndio tujenge nyumba za kisasa gorofa 25 ya watu wa hapa Nyaribari na watu wa Kisii. Tunaelewana jameni? Tunaelewana? Mimi tulikubaliana na nyinyi tujenge soko ya Keumbu, ni kweli ama si kweli? Wewe Zahiri, mimi na wewe tumekosea hii watu, kwa sababu hii soko, mimi sitaki wamama wanafanya kazi kwa jua hapa bwana. Kwa hivyo sikizeni, munipatie miezi 2 peke yake. Miezi ngapi? Contractor atakuwa hapa. Mimi naenda kuwapangia milioni 150 ya kujenga soko ya watu wa hapa Keumbu. Keumbu oye! Keumbu oye! Nyinyi ni watu wazuri sana. Si namna hiyo? Hii mnauzia soko kwa barabara hii, mimi siwezi kubali. Mimi nataka niwajengee hapa soko ya ghorofa 3. Niweke maji, niweke storage, niweke stima. Nyinyi mkae kama wazungu hapa ama namna gani? Tunaelewana? Keumbu oye!
Na wewe Zahiri, bwana, tusikosee hii watu, ama namna gani? Si mimi na huyu Zahiri tunatosha kujenga hii soko yenu? Sasa mimi nitapambana na yeye namna hiyo. Tuendelee ama tuendelee? Mimi nimefika hapa tena Kisii kwa sababu mbunge wenu huyu Zahiri aliniambia kuna watu wake wengi hapa Nyaribari chache hawajapata stima makwao. Ni kweli ama si kweli? Mimi nimekuja hapa kuwatangazia watu wa Kisii. In the last 3 years, ile miaka 3 imepita, tumeunganisha stima kwa manyumba 41,000 hapa Kisii. Lakini mwaka huu wa 2026 tumewapatia bilioni 2 kuunganisha manyumba 28,000 kwa mambo ya stima hapa Kisii. Na nitatuma waziri wangu Opiyo Wandayi na PS wake Alex Wachira wakuje hapa tuhakikishe mahali bado iko giza tuweke mwangaza, mahali haijafika stima tupeleke stima, kwa sababu hatutaki wananchi wa hapa wakae kwa giza. Ni kweli ama si kweli? Mnasema tuendelee ama tuendelee? Leo nyinyi mnajua tunajenga cancer center hapa, ilikuwa imekwama. Mimi na Simba huyu na Zahiri tumekwamua. Sasa hiyo cancer center tunataka ikamilike, watu wa hapa wasihangaike tena na ugonjwa wa saratani. Tuhakikisha kwamba matibabu inaweza kupatikana hapa karibu. Pia tumewapatia watu wa Kisii sio soko ya Keumbu peke yake. Mimi nimetoka soko mpya ya Mogonga, nimetoka soko ya Masimba ambaye tumemaliza, soko ya Ramasha tumemaliza. Tumejenga soko na zile zingine ambazo kama ya Keumbu hapa Kisii. Tumetoa pesa ya serikali bilioni 2.5 kujenga masoko 22 mpya, ikiwemo soko yenu ya hapa Keumbu, kwa sababu tumekubaliana. Ndugu zangu, tunaelewana? Si tulikubaliana kazi ni kazi? Tukasema hata biashara ya mwananchi mdogo, hata biashara ya mama mboga ifanyike mahali kuna heshima, mahali kuna maji, mahali kuna stima, mahali anyeshewi, mahali apigwi na jua. Ndio sababu hiyo tunajenga soko 22 Kisii. Zingine zimekamilika, zingine ziko katikati, ingine tutaanza kama hii yenu ya Keumbu. Tuhakikishe ya kwamba kina mama mboga pia wanafanya kazi mahali kuna heshima. Kisii oye! Kisii oye! Sikizeni bwana, mimi nimekuwa hapa Sunday, mimi nimekuwa hapa jana, niko hapa leo, kesho, hata kesho kutwa mkitaka mimi nitakuwa hapa mpaka tubadilishe hii Kisii. Na hii Kisii na Nyamira haiwezi kubadilishwa na mdomo, na haiwezi kubadilishwa na maneno, inabadilishwa na miradi na mipango ya maendeleo. Haiwezi kubadilishwa na matusi ama makelele ama sarakasi. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Mnasema tuendelee ama tuendelee? Hii barabara nimeanzisha leo, mnasema tujenge hiyo barabara? Mnasema tujenge hii soko, tuunganishe stima, tujenge hostel, tujenge cancer center, tujenge stadium, niende nijenge airport. Mnasema tuendelee na kazi? Wale wanasema tuendelee na kazi nione kwa mkono. Wale wanasema tuendelee na kazi, si ndio? Ndugu zangu wa Keumbu, mimi nasikia ya kwamba mlitembelewa na watu wa matusi. Ati watu wa matusi walikuja hapa? Ati wale watu wa kisirani walikuja hapa na mambo ya ukabila? Mimi nataka niwaambie watu wa hapa Keumbu, na mimi nataka niwaambie ule jamaa wa pepo chafu ya mambo ya ukabila na chuki na migawanyiko na mambo ya yale machafu. Mimi nataka niwaambie wasikuje kutukanana hapa Kisii. Kama wako na agenda, wakuje waambie watu wa Kisii, wakuje wajenge barabara. Kama wako na mpango, wajenge hospitali, wajenge soko, ama namna gani? Mtu akikuja hapa atukane mjumbe wenu, huyo mtu ni kumbavu si kumbavu? Ni mjinga si mjinga? Mimi nataka niwaulize nyinyi watu wa hapa Kisii, si ndio?
Watu wa Keumbu, si nyinyi ndio mlimchagua MCA? Si mlichagua mbunge? Si mlichagua governor? Si mlichagua senator? Si mlichagua rais? Nyinyi mnataka kiongozi mwenye mmemchagua atukane na mtu tapeli, mtu wa ukabila na chuki na migawanyiko? Tunaelewana? Tuko pamoja? Ndio mimi nataka niwaambie wale majamaa wa matusi, wale jamaa wa ukabila, wale jamaa wa chuki, wa matusi, mimi nataka niwaambie chuma chao kimotoni. Tunaelewana? Tuko pamoja? Mimi nawauliza, huyu Zahiri Chanda ni mtu wa hapa, si mtu wa hapa? Amezaliwa Kisii, hajazaliwa Kisii? Ule mtu wa pepo chafu ya ukabila ako na haki ya kuambia ni nani mtamchagua? Akwende asikwende? Aende asiende? Huyo mtu ni kumbavu ama si kumbavu? Ni mshenzi ama si mshenzi? Huyo mtu apotee kabisa. Huyu Zahiri Chanda ni kiongozi ambaye tunamtambua hapa, na ile kazi anafanya hapa, anafanya kazi ya wanaume wengi. Ni kweli ama si kweli? Kisii oye! Keumbu oye! Ndio mimi nawaomba kwa heshima, ndugu zangu watu wa Keumbu, mimi niwaeleze, Kenya haiwezi kubadilishwa kwa mambo ya matusi, ukabila na chuki. Kenya inabadilishwa tukijenga barabara ile tunataka kujenga hapa, tukiunganisha stima ile tuko nayo hapa, tukijenga hii soko kina mama wafanye biashara. Hivyo ndivyo tutakavyobadilisha Kenya. Wale jamaa wengine mpango tumewauliza hawana, sera tumewauliza hawana, agenda tumewauliza hawana, maono tumewauliza hawana. Ati wako na matusi, wako na ukabila, wako na chuki na kuitana majina. Mimi nawauliza nyinyi, si nyinyi ndio mnachagua viongozi? Watu wa Keumbu, si nyinyi ndio mnachagua MCA? Si mnachagua mbunge, senator, governor, rais mnachagua? Niwaulize, wakati mnaenda kuchagua kiongozi, mnachagua kwa sababu ya sura ama kazi? Kwa sababu ya matusi ama kazi? Kwa sababu ya fitina ama kazi? Kwa ukabila ama kazi? Si kila kiongozi anachaguliwa na kazi yake ama namna gani? Si mtu ajenge barabara, ajenge soko, aunganishe stima, ajenge stadium, ajenge airport? Si hivyo ndivyo kiongozi anachaguliwa? Niwaulize, wale jamaa wa ukabila, wale jamaa wa matusi, sera hawana, agenda akili. Kumbe mnawajua wale wa matusi, mnawajua? Ati maono, ati agenda, ati mpango, ati sera, hata akili. Wale watu ni bure sana bwana, wako chini, mafala wale. Keumbu oye! Keumbu oye! Tuendelee ama tuendelee bwana? Tuendelee ama tuendelee? Mimi niko hapa na huyu muungwana Simba Paul Arati, gavana wetu. Simba Arati, mimi nimekubaliana na hawa viongozi wa Kisii. Mimi nimekubaliana na Simba Arati kwamba county government ya Kisii iungane na national government ambayo mimi naendesha, ndio tuwafanyie kazi watu wa Kisii county. Na tuungane na mbunge wenu hapa Zahiri Chanda. Mimi nawauliza, mnasema tuungane ama tutengane? Tuungane ama tutengane? Wale wanakubali tuungane, tuwafanyie kazi, nione kwa mkono. Kwa hivyo nyinyi watu wa Keumbu, Keumbu mnasemaje? Ati Keumbu mnasemaje? Ati Keumbu mnasemaje? Ati Nyaribari Chache mnasemaje? Nione tutam. Wapi tutam ya Simba Arati?
Wametutamia Simba Arati, wametutamia William Ruto, wametutamia Zahir Chanda, wametutamia Zahir Chanda. Simba Arati. Keumbu hoye! Mmetoka wapi nyinyi? Hawa ni watu wa Keumbu? Hawa ni Keumbu? Haya vijana, haya, asante, asante. Mheshimiwa Rais, karibu Kisii. You know, this is my kingdom. Being my kingdom, na ukaribisha hapa nyumbani. Nataka niseme mambo matatu kabla sijakuuliza kitu kimoja peke yake. Mheshimiwa Rais, unajua mimi nilikuwa mbunge wa Dagoretti North kule Nairobi. Nikiwa mbunge, ile constituency Waluya walikuwa 1039, Wakikuyu 1035, Wajaluo 1025, Wakisii 1014, Wakamba 1011. Lakini niliweza kuwa mbunge wao kwa miaka 12 kule Nairobi. Juzi huyu jamaa wa pepo mbaya alipoingia hapa, alikuja akasema kwamba kuna Muhindi, eti nyinyi cousins wacha nicheke, mmechagua Muhindi. Afadhali huyu Muhindi amezaliwa hapa. Mimi hata Nairobi sikuzaliwa, nilizaliwa hapa. Anasema nimekuja Kisii hapa ni kwa mama ya Simba. Mama yangu ni Mkisii na amezaliwa hapa. Wacha niseme hiyo pepo ishindwe ama zishindwe. Nyinyi watu wa Kisii, mimi kama mfanyakazi wenu, yale mlioniambia ndio nayafanya. Na katiba inasema county government lazima ifanye kazi na national government, na hiyo ndio tunaendelea kufanya. Mimi kama deputy party leader wa chama cha OM, baba alipolala alituambia tubaki na baba ambaye ni wa chama ya UDA. Tushikane na yeye, tupeleke serikali mbele ama tuachane na yeye? Tushikane na yeye. Hebu nisikie ile lugha yetu. Nikisema ODM nasema tuko tayari. ODM. Sema mzuri, watu wa UDA wako hapa wasikie hiyo maneno. ODM. Mheshimiwa Rais, nataka nikuombe vitu mbili. Hapa kuna hospitali iko pale. Nashukuru yote ambao umenifanyia, siwezi choka kushukuru. Nauliza tu mother child wing ya milioni 50. Niseme nisiseme? Niulize nisiulize? Nimuulize Rais? Mnataka atupe milioni 50 za hiyo hospitali? Mother child. Hayo sio mambo yangu ya excellency, ni mambo ya wananchi wangu watukufu wa Keumbu. Pili, Mheshimiwa Rais. Huyu DJ wacha mchanganyiko. Mheshimiwa Rais, hii barabara kutoka Kisii mpaka Kabrong, watu wetu wamekufa kwa hii barabara. Najua kwamba Mheshimiwa Rais pesa ni nyingi inahitajika. Lakini nauliza tu tafadhali, on the climbing lane iongezwe. DJ. Niseme nisiseme? Ilikuwa ni betri. Asante. Hiyo ilikuwa ni betri. Niulize Rais ama nisimulize? Mheshimiwa Rais, nakuomba tafadhali, climbing lane ambazo zitasaidia katika hizi kona, ndiposa maisha yasipotea. Hata hapa Amabuko watu wetu wamekufa sana. Hapa Eremo kuko kubaya, pale daraja moja kuko kubaya. Mheshimiwa Rais, sema kitu moja tu, watu wangu wapone.
Unajua si rais yuko hapa, tumuombe zote ndio asiseme Simba hiyo ni mambo yako. Si tumuombe zote? Hebu weka vidole mbili ndio tumuulize hiyo maswali yote hiyo. Nimalizie kwa kusema, Mheshimiwa Rais, nataka nitangaze kwamba wiki ijayo constituency hii napeana shilingi milioni 36 za basari. Kwa hivyo watoto wanakunywa maziwa ama wakunywi? Wanakunywa. Kufika mwezi wa 8 nimesema grade 1 na grade 2 na wapea pia maziwa. Yule jamaa mmoja wa hapa Nyaribari ambaye alikuwa amekula chakula ya watoto wa shule anasema wheelbarrow imetoboka, kumbe akili yake ndiyo ilikuwa imetoboka. Kwa hivyo wacha niwachia hapo kwa sababu tuko na viongozi wengi. Wacha nione ni wangapi hapa Nyaribari Church ambao mnakubaliana na sisi mambo ya mimi ni 2 term, Zaire ni 2 term, Rais ni 2 term. Hebu nione kama mnanipea 2 term hapa. Mheshimiwa, hiyo maneno hapa. Asante sana. Thank you. Mungu wetu. Harambee! Harambee! William Ruto! Zairi Janda! Simba Arati! Asante sana Mheshimiwa Rais. Asante sana Mheshimiwa Rais kwa kufika hapa. Mheshimiwa Rais, sisi kama watu wa Nyaribari Chache tumekukaribisha, na kwanza kabisa nataka kukushukuru kwa kutuletea barabara ya lami ambayo ulikuwa umetupatia ahadi. Sasa hivi hiyo ahadi imetimika. Mheshimiwa Rais, umetupatia kilomita 50 ya barabara ambayo inaanzia hapa Keumbu, Riondonga, Nyaturbo mpaka pale Ibeno. Barabara ingine inaanzia Birongo mpaka Nyanturago. Mheshimiwa Rais, kwa sababu ya hali ya anga sitasema mengi. Ile ambayo ninataka kukuomba Rais ni kwamba hii hospitali yetu ya Keumbu iko na matatizo. Tunaomba utujengee hospitali mpya, hospitali mzuri ambayo itasaidia watu wetu. Mheshimiwa Rais, tumekukaribisha kwa sababu tumefurahia kwa sababu unatujengea soko kubwa ambayo itasaidia watu wetu. Ya mwisho Mheshimiwa Rais, mimi ofisi yangu ya CDF iko hapa, imekaa kwa shamba eka 5 ambayo ndio hii. Mheshimiwa Rais, niko tayari nihame, serikali yako ichukue hiyo shamba, utusaidie kutujengea affordable housing watu wetu waweze kupata. Asante sana Mheshimiwa Rais. Sema hapa tuko na hospitali yenu, si namna hiyo? Hiyo hospitali Simba amesema tuweke milioni 50 na mimi nimekubali. Mheshimiwa, wewe panga, taweka shilingi milioni 50 hapo, na ile kazi ingine yote mmesema mimi nimekubali. Tutafanya kazi pamoja na nyinyi. Niko hapa na viongozi wengine wengi, niko na Silvana Osoro, mpigeni makofi. Niko na ndugu yangu Shadrack Mose, pigeni makofi. Niko na ndugu yangu Mheshimiwa Steve Mogaka, pigeni makofi. Niko na mama Jerusha Momanyi,